Nashukuru Mungu aliyetulinda. Alitulinda siku nyingi sana. Mara ya mwisho akihubiri hapa ilikuwa mwezi wa Februari tarehe 8. Lakini hakukuwa ana shauku sana ya kuhubiri. Sio hivyo kama vile anaongea. Na hakukuwa anataka sana kuhubiri. Lakini nashukuru Mungu aliyefanya hayo. Bwana asifiwe sana.
Watu wengine wanaomba kuhubiri, ni mambo wanakaribisha. Anaomba nafasi ya kuhubiri, analeta pia mambo mengi, anaongea mambo mengi kuhusu nafasi hiyo. Ni mtu hatari sana. Neno la Mungu ni jambo ambao sio rahisi kuliko vile watu wanaweza kufikiria na kutamani kuhubiri. Jambo ambalo lina nguvu. Alikuwa anaamka saa 9 anavaa nguo, anaenda kwa sitting room, anaenda kuchunguza mambo vile yalipokuwa. Si jambo sana la kuomba na kutamani, ni mambo ama ni jambo. Na wale ambao wanaomba kuhubiri, wa Mungu awape nguvu na waendelee. Shukuru Mungu kwa asubuhi hii. Kwa ajili pia ya wagonjwa na ndugu Shado. Kuna ugonjwa imetokea huko Garissa inaitwa ndengu fever, ambao ni ngumu sana. Na watu wengi wameshikwa na ugonjwa huu. Lakini nashukuru Mungu aliyemponya. Bwana sifiwe. Nashukuru kwa mkutano wa Pentecost ambao umefanya ajili ya neno la Mungu pia na kwa kazi zote. Tusome neno la Mungu hapa. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, Injili ya Yohana Mtakatifu 14:18. Aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Amen. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Amen. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Amen. 26. Aravuga ngo ariko umufasha nawe, ariko umufasha ari Umwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanje, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Amen. 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atawapeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana sifiwe. Amen. Wakili jambo jina kandi. Okay, neno la Mungu. Ndakira mtu wa Mungu. Roho. Bali zina kuko wewe bali hano muri kitumwe washo ugabana jambo jina. Tunajua wengi wamesikia neno la Mungu kwa wiki hii. Na wengine hawakuwa, lakini wasimwanzie hapa. Tutaendelea mpaka jioni. Bwana sifiwe. Amen. Ikiwa cha Pentecost ni gihe. Simu wa Pentecost ni watu wote wameishi. Naona kwa ndio kisha na Pentecost kana na mtatu. Anakaribia kuingia Pentecost. Hizo takriban 30. Hizo na gemo zime na batizwa, zime na batizwa na mtatu na. Zile ambao wameingia mbele ya batizo na nyuma ni zaidi ya wengine pia wameingia takriban 50. Tumezoea mambo mengine, tumezoea. Tunajua inaanza Christmas, Pasaka na Pentecost. Ariko Pentecost lakini aswa ni baraka, ni nguvu. Bwana sifiwe. Amen. Pentecost ni baraka. Pentecost ni nguvu. Pentecost kwa kuitoa. Ni kuzaliwa kwa kanisa. Nyakati zingine zilipokuwepo Pentecost ilizaa kanisa. Kwa maana lazima tuzirishe. Bwana sifiwe. Amen. Yesu aliishi ulimwenguni. Aje kusubirayo. Alipotaka kurudi, asabira abigisha. Aliwaombea wanafunzi. Aravuga ngo Data, aliwaambia Baba, sabira abantu. Naombea hao. Sibasabira ko kura muri isi. Siwaombee kutoka ulimwenguni. Nasabira kuibabindi. Lakini naomba uwalinde. Ndio sengesho ya mbele wasabira. Ndio bila kwanza aliwaombea. Jambo la kabili.
12 arabasabira ngo amahoro y'Imana lombea amani ya Bwana abane nabo. Bwana sifiwe. Amahoro y'Imana amani ya Bwana abane nabo iwe nao. ijambo rigira gatatu Jambo la tatu abisezerano riko aliwapa agano, arababwira ngo nubwo mubona ngiye aliwaambia hata kama naenda sizabasiga nk'imfubyi. sitawaacha yatima. Bwana sifiwe. Amen. Sizabareka Sitawaacha ahubwo mu izina ryanje lakini kwa jina langu mu kigo canje muje kwa baramusanga nafasi yangu mimi Yesu azabohereza umufasha atawatumia msaidizi uzabana nawe atakuwa nanyi azabigisha atawafundisha yale sitawafundisha pia na nani atawakumbusha. Bwana sifiwe. Amen. Ni wapi ya Pentecost? Okay, Pentecost. Pentecost ni umubaro wapi? Mwuka wera nako kamaro kawo. Maana ya Pentecost Yesu yote mafaa. Ababwira mazabasiga mwuka wera. Ndio maana Yesu aliwaambia atawaachia Roho Mtakatifu. Yesu hano kwisigiye gitondo. Jambo la kwanza Yesu alikaa ulimwenguni siku chache. Hakuongea Hakuongea yote ambayo itakuwa mwelekeo. ababwira ngo nzabasigira umwuka wera. Lakini aliwaambia nitawaachia Roho Mtakatifu. Nzabasabira umwuka wera. Tawatumia Roho. Ase abane na Akuje pamoja nanyi. abigisha ntawo. Atawafundisha yale sijawaambia. Abigiza abibutsa ibyo nababwiye niro. Atawakumbusha yale niliyowaambia umesahau. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Abantu baribagiwe ariko turashaka umwuka wera. Watu wamesahau lakini hawataki Roho Mtakatifu. Abantu baribagiwe turashaka umwuka wera muri bose. Watu hawataki ukumbusho wa Roho Mtakatifu. Abantu bashaka kwigishwa n'umwuka wera. Hawataki kufundishwa na Roho. Abantu bafite situation y'ubupfuzi. Watu wako kwa hali ya uyatima. Abantu b'ayatima Ni yatima. kandi Yesu yavuze ngo sinshaka kuwasiga. Na Yesu alisema sitaki kuwasitawaacha yatima. Ubuzima bw'ubupfuzi Maisha ya uyatima abantu bose barabuze barabugeze ko benshi. watu wanaelewa, watu wengi ni mayatima. Ubuzima bwo kwiganira Ni maisha ya kunungunika na kujiweka kando bwo guhora ucika intege na kukata tamaa. Yesu yavuze ngo sinzabasiga n'ubuzima. Aliwaambia sitawaacha kama yatima. Umwuka wera Nitawatumia Roho. niwo mufasha ndabasiga. Ni msaidizi wenu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere Katika Waebrania sura ya kwanza azavuga ibintu Yesu arushaho malaika n'abatambyi. ni maneno Yesu anashinda wa malaika na makuhani. Muri kimwe Yesu arushaho malaika n'abatambyi. Moja kati ya hayo Biblia iravuga ngo Biblia inasema amushushaho kwera kwe. alisema yeye ni sura ya utakatifu. Pawulo yakunzaga Yesu. Paulo alimpenda Yesu. Kugeza ubwo biramutsinda ntashake kumva mwizi. Hakutaka hata kuongea jina lake. Uwo Anasema uwo huyu Yesu yavuze. alikuwa anamaanisha Yesu. Alimheshimu sana. Uwo Alisema huyo ni shusho yo kwera kwe. ni sura ya utakatifu wake na kung'aa kwake. Kandi Alisema tena jambo danesheje cyane. jambo lililomfurahisha. Lazima niseme twese. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kandi uwo Alisema huyo muri uzura bizibzara n'ibyo simbaraga. ni yeye hushikilia yale viumbe vyote na nguvu zake. Muri Biblia havuze imbaraga. Mambo yote katika Biblia inasema nguvu. Umwuka wera. Ama Roho Havuze imbaraga. ni nguvu. Havuze umwuka wera havuze imbaraga. Sema Roho ni nguvu. Havuze imbaraga havuze umwuka wera. Sema nguvu ni Roho. Uwo Asema huyo uzura bizabana. yeye ndio kuwashikilia, anawapea watu wakati wamekata tamaa. Yesu anawaongezea nguvu. Amen. Alisema nitawatumia Roho Mtakatifu na aliwapa sharti moja. Alisema kaa mjini, msitawanyike, mkae mjini wakati mpaka Roho. Lakini watu waliongoja wakachoka, wakarudi. Roho alikuja baadaye. Watu wametawanyika. Nakwambia kwa ukweli, Roho anakukuta katika nafasi sio yako. Roho anakupata kwa nafasi yako. Nafasi yako pale Roho atakukuta. Kama umegeuza, usisubiri Roho. Yesu aliwaambia ukae mjini na msubiri Roho Mtakatifu. Wengine walitawanyika, wakatawanyika. Roho alikuja sana, akapata wameenda. Roho hakuwashukia, hakuwafikia. Kutoka nafasi yake, akitoka nafasi yake, akitoka nafasi yake ambao ni uhusiano wake. Roho Mtakatifu hawezi shuka. Upokea Roho. Inatanguliwa na kuwa nafasi yako.
ni kukaa Yerusalemu igasubizwa no gutegereza na kusubiri. Bwana sifiwe. Niba urambiwe, Kama umechoka, niba waratawanyika, kama umetawanyika, watu wametawanyika viwango tofauti. Nakani kana uze musanga warahuze ukamusanga mutoya warahuze ari umusaza. Ndugu yetu alisema watu wako busy. Abakristo barahuze, Wakristo wako busy. batawanyitse mu bitekerezo, Wametawanyika kimawazo. Tibishoboka ko Umwuka Wera gusanga muri bo. Inawezekana Roho Mtakatifu akukute mahali ulipo. Bwana sifiwe. Imbogamizi vizuizi ndavuga imbogamizi zigera kuri 3 zaidi ya 3 zituma Umwuka Wera atamanuka, zinaweza kufanya Roho asishuke ndani yako. Imbogamizi 3. Kizuizi cha kwanza, Imbogamizi ya mbere, kizuizi cha kwanza wewe kuambia ambao nataka kuambia kurambi ni kuchoka. Abantu kurambi mu materaniro, watu wanachoka katika ibada. Hii ndio inaanza bikasi. Mambo mengine yanashangaza. Iyo usohoka muri century 3. Ikiona mtu mzima ambaye anatoka mara 3 kanisani, anatera Yesu. Aibisha. Jambo la kuaibisha. Usohoka materaniro. Mtu mzima anatoka nje mara 3. Hakikuwa chachisi akitana bila shida ambayo imetokelezea. Huyo hana nafasi ya kupokea Roho. Juzi jana niliona wakihubiri, watu wanatoka nje. Bwana sifiwe. Bila kusahau kutuza tukatulia. Lazima tutulie. Bila kusahau kutuza mzima katika nyumba yetu. Bila yetu. kusahau kutekeleza kutuza. Na mawazo ya kutulia. Bila kusahau kufuata position zetu. Tuchukue nafasi nzuri. Roho ndio. Watu ambao wanatoka mapema sasa wanafuta Mungu Wera. hawana uhusiano na Roho Mtakatifu. Imbogamizi ya kabiri. Kizuizi cha pili kinaweza kufanya Roho asishuke. Sasa uli gice cha mbere mu mbere. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1. Ni watu ambao wana kusudi mbaya. Amania. Moyo ambao umejaa kusudi mbaya. Umwuka Wera, Roho Mtakatifu anakaa katika moyo ambao umetubu dhambi. Kama wewe una kusudi mbaya, usiku unaweza kufanya usiku unaweza kulala nao ama kuamka nao, Roho hawezi kuingia ndani yako. Na ndio baya. Aliwaambia mambo haya. Mtu anakufa akiwa amesimama. Mtu anatembea lakini ana kusudi baya. Anatembea lakini ana kusudi baya. Mtu asisubiri Roho. Roho ukuja katika moyo ambao umetubu dhambi zote bila kukusudia mambo mabaya. Kizuizi cha 3 kinaweza kufanya Roho asishuke ndani ya mtu. Ili mu kitabu cha Timotheo 2 Timotheo wa 2 sura ya 2 na mstari wa 1. Biblia inasema mambo mabaya yote myaachane nayo. Hakuna roho ambayo inaweza kupokea Roho Mtakatifu. Moyo unaweza kupokea Roho Mtakatifu ukiwa na maneno maneno mabaya. Ni mambo ni jokes. Watu ambao wamechukua mambo ya kujoke ni kama imeisha. Lakini maneno hayo yote ambayo hayana maana, mambo ambayo hayana maana, Biblia imesema muyaache. Kuna watu wamezoea mambo ya kujoke, mambo hayana maana. Kuna mwingine aliniambia unajua ni shemeji yangu. Nikamwambia sio hivyo. Naomba mimi usiniite shemeji. Ni mambo ya majokes. Bwana sifiwe. Amen. Washemeji na wakina binamu hapa nje. Na mambo mengine ambayo yanamaanisha nguvu. Roho Mtakatifu hawezi kuja juu yako ukiwa na maneno haya. Wajua yale ambayo unaongea sio hayafai. Wachane mambo kama na hayo. Ijakane. Jambo ni kizuizi cha 4.
ni dhambi ya kutokuamini. Bwana sifiwe. Biblia inatutisha kwa sisi wa mahanga. Biblia inasema haiwezekani ya ulimwengu wa mpewe Roho Mtakatifu. Yesu aliwaambia Roho atakuja, lakini watu wa ulimwengu hawatapewa, sababu wana dhambi na dhambi ya kutokuamini. Mtu ambao hana imani, haiwezekani apewe Roho. Inatanguliwa na utakatifu na unyenyekevu. Moyoni mwako unakaa utakatifu na unaamini na Roho anakuja. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Unataka kulinda shamba jema. Utakuja kusikia tena neno la Mungu. Lakini naomba upokee kwa furaha neno hili. Na yatufanye tukutoke katika tabia zingine zisizofaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Tunaanza kulipiga Bwana utukufu. Bwana sifiwe. Biblia inavuga mtauchika kugeni tuna kicha cha kabili. Katika Matendo ya Mitume sura ya 2. Siku ya Pentekoste unasoma. Siku ya Pentekoste ilipotimia. Kama walisubiri. Bwana sifiwe. Amen. Siku ya Pentekoste ulisoma. Siku ya Pentekoste ilipotimia. Walikuwa pamoja kwa umoja na ushirika. Tibishoka kwa wabaki Mungu wewe. Uweze kupokea Roho. Tibishoka kwa wabaki Mungu wewe. Uweze kupokea Roho. Ukifika macha huyu mtima. Kama una ubaguzi ndani yako. Bila tusakua umungu. Lazima tuwe mmoja. Bila tusakua umungu. Mtu mmoja, kitu kimoja. Na moyo mmoja. Na wakati mmoja. Ili tupokee Roho. Ukiwa na ubaguzi moyoni, usisubiri Roho. Tunaomba kuwa kitu kimoja na moyo mmoja na wakati mmoja. Hadi tulipo lazima tuwe na umoja ili Mtakatifu atuke ndani yetu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Tuko katika hali kana kwamba hatutaki Roho Mtakatifu. Roho ni mwalimu. Tunafaa ni kama tunajua yote. Tunajua hakuna maana ya Roho. Biblia inasema Mungu wetu karibu kuliko wakati tulioamini. Tunahitaji Roho Mtakatifu kuliko mambo mengine. Tunahitaji nguvu za Roho kuliko mambo mahitaji mengine. Tuko katika hali ya nchi hii. Tunaomba kuwa na Roho, kuwa umoja ili tuweze maisha haya, maisha ya nje na maisha ya kanisani. Maisha ya tunaomba tuwe kitu kimoja na moyo mmoja ili tupokee Roho. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Haya basi. Siku hizi watu ni kama kondoo na mchungaji. Tu anafanya kulingana na vile anataka. Mambo ni magumu kupokea Roho Mtakatifu tukiwa na hali hii. Lakini tunaomba kuwa na umoja na moyo mmoja ili Roho Mtakatifu ashuke ndani yetu. Pokea Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Neno la Mungu liende. Amen.